Yes. I tell you iko vizuri kabisa. Yaani unajua leo nimekuwa nikijiuliza, nimekuwa nikitembea pale hospitalini na nikajiuliza maswali mawili matatu. Baina ya kumsaidia mgonjwa na kuhitaji pesa, ni kipi huhitajika kwenye hospitali? Na imekuwa kwamba ni shida kwangu kuelewa na kufahamu ni yepi. Lakini unajua kwenye MOSHENEE ya Christ hivi leo nimekukaribisha. Pole kwa sababu hiyo jana tukuwa hapa ili kwamba tuweze kukupeperushia hewani this kind of show katika siku kama ya leo. Lakini unajua leo tumerejea kabisa. Niite Papa Isaac LENARD kwenye Kisi Hot TV, ambapo hii show yenyewe inaitwa kama ile show ambayo inaitwa kama ni MOSHENEE ya Christ. Sijui kama uko vizuri. Kama uko vizuri, leo ilikuwa ni siku ya Thursday. Kama ilikuwa ni siku ya Thursday, kulikuwa na kazi pale barabarani, kulikuwa na kazi pale kwenye soko kidogo. Kulikuwa pia na kazi pale mahali unapokwenda kidogo kule pale kwenye patikia kwako pale. Wewe ni muuzaji viatu mtumba pile, vile vile muuzaji mboga pale, umekuwa mkifanya kazi nzuri. Wewe ni mtu wa uchukuzi na mambo ya usafiri, umekuwa ukifanya kazi nzuri, na pia hiyo tunakusema kwamba asante kwa sababu you are serving this country. Kabisa kabisa. Thank you so much kwa wote ambao mmekuwa mkingojea ama mkiwa unajua ile shengi nasema mkingojelea. Lakini sasa hapa tunasema ngojea hii show kwa hamu na gamu bila shaka. Na hivi leo ndivyo tunavyoingia kwenye show hii ya siku ya leo, na kumwambia Bwana wetu asante kwa sababu ya ubali huu ambao umetufikisha, na kwa sababu ya hayo yote ambao ni mema na mazuri ambayo anazidi kutufanyia katika maisha yetu. Basi inabidi kama tuzidi kumshukuru kwa sababu yeye ni mwaminifu. Alright, kuna MOSHENEE siku ya leo ni mengi ambayo tumekuandalia, ikiwemo kwamba nimekufahamisha kitu cha kwanza ambacho tutaangalia kabla ya kusonga mbele. Ukienda hospitalini kabla mgonjwa ama unapompeleka yule ambaye ni mgonjwa, anaweza kuwa ni relative wa kwako, be wa kwako, rafiki wa kwako, umempeleka pale kwenye hospitali ama kwenye zahanati yeyote ambayo iko karibu pale kwenyu, na ikiwa ni mgonjwa sana, mfano kuna kansa, mfano kuna vitu vyovyote vile. Na sasa mimi sijui kwa sababu hili ninalipata na nimekuwa nikiliona kwamba wagonjwa wanaweza kufa pale hospitalini bila hawa ambao ni madaktari kuwashughulikia. Wanasema tu wanataka kuanza pesa ndipo wamshughulikie mgonjwa. Mwanzo mimi swali langu ni kwamba wewe, do you look on treatment and do you focus on life, or do you really focus on money alone? Baina ya maisha na pesa pia na kumfanyia huyo mgonjwa yale matibabu ambayo anahitaji, ni kipi muhimu sana? Of course I know kila mtu anahitaji pesa, lakini baina ya maisha, pesa na treatment, ni kipi kizuri? Utaniambia. Unajua maisha na treatment iko karibia tu, na money iko mbali kidogo, na hiyo nataka tu discuss siku ya leo kwenye MOSHENEE ya Christ, kwa sababu unajua
tukiangalia ile story ya the Good Samaritan pale, inatueleza mambo tofauti tofauti ambao kwa kweli inahitaji kwamba tuyafahamu kidogo, na itakuwa ni vizuri kwetu. I'm very much assured kwamba siku ya leo umeamka vizuri, jioni yako imekuwa nzuri. Sapa sasa hivi ikiwa kama ni watu wanaendelea kupakua sapa kidogo, na maybe uko pale kitchen, uko kwenye simu naangalia pale, itakuwa ni vizuri kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye YouTube, ambao kwa kweli kwenye YouTube na Facebook hapo ndio unatupata live kwenye Kisi Hot TV. Na ikiwa kama unahitaji kucomment right here, itakuwa ni vizuri kwenye Moshenee ya Christ. Lakini bila shaka hiyo Moshenee tutaikula hapa, na itakuwa ni vizuri kwetu kusonga kwa njia iliyo ya taratibu. Anaitwa Gertrude na Mari anasema kwamba good evening Isaac, good evening to you Gertrude, welcome ili kama tuzidi kusonga kwenye show hii ya Moshenee. Leo niko na Moshenee mingi sana, Moshenee mingi ambao lazima tuifahamu. Hiyo Moshenee ya kwanza nimeisema hapo, tutaikagua pale mbele, na Moshenee ya pili pale ambao unastahili kujua. Nilikuwa tu naenda tu napita pale mtaa, na nilipokuwa napita tu pale mtaa, hii sasa ni wale mavijana tuelewe na tujue kwamba maisha yanatuhitaji sisi itakuwa ni vizuri ukifahamu hili hapo, itakuwa ni kwamba uko sawa kabisa. Wale mavijana nakwambia, watu who work, watu wanavyo work pale kwenye mjei wanafanya kazi, lakini huyu mse wa mjengo hujui ndio huyu bado anaandikanga meme, anaandikanga meme. Huyu mse wa mjei ndiye tu akitoka tu hiyo mjei amedunga na suti, ako tu pale WhatsApp anakuambia hii ndio brand new. Kuna wase ufana mjei, na hii mjei hao wakifana wanajua tu kitu tamsaidia ni kununua tu mavazi, na hivyo tu ndio anakuwa, yani mavazi tu peke yake kukiradi. Wale mavijana wa mtaa wananiambia kwamba wao tu ni kukiradi, akiamua kisha kiradi basi inakuwa tu yeye akisha kiradi ametokelezea pale kwa barabara, akitokelezea unammezea mate, lakini hujui kwamba this kind of a man akidunga hivyo ashafanya mjei. Na kuna wale mavijana pale unasema tu yule kijana wa wenewa na kiradi anakwambia mimi I work in a office yake, by the way office yake ni mjei. Unashangaa kwani kijana na kiradi hapa, na yeye ndio urusha mameme akisema kwamba you have to use money to get money, na akisema pale wale wasichana ambao wavulana wachukui muda wao kuwashughulikia inakuwa ni ngumu. Hata nafanya ndoa nyingi ambazo ziko hapa zimeanza kuvunjika, haswa ndoa za vijana mmekuwa tu mki break up, amjui ni kwa nini. Suluhisho halipo popote, bali tu wewe jua ni kipi hiki kilikuchukua kwenye ndoa, na ikabidi kwamba uishi kwenye hiyo ndoa yako. By the way, Moshenee inaendelea, ukijua ni yapi haya ambayo wanafanya mengi. Kama sisi vijana tuna break up bila kuwa na misingi kwenye maisha yetu. Wengi wameshangaa leo nimevalia jazi namna gani. Okay, leo ni kwa sababu kuna jua kali. Leo mvua imenyesha tu kidogo, lakini joto limekuwa ni kali sana hapa. Na hiyo imebidi kwamba lazima nivalie hivi kidogo tu, nitakuwa niko vizuri kwa njia yangu huku. Hoping kwamba uko mzima siku hii, zikiwa zimekatika dakika 56 baada ya saa 2 usiku, tukiendelea kuchapa hiyo Moshenee ya Christ. Ile Moshenee ya mavijana tuachane, hii Moshenee inakwambia kwamba ni Moshenee inakwambia style up kidogo, ili kwamba tukue ni watu ambao tumechill na tumejua Mungu anastahili kutusaidia tukiwa tumezil kabisa. Wengi ambao mnazidi kutufuatilia, thank you so much. So hizi lights ambazo tumeziweka tu hii leo kwa lights zetu za maisha kama vijana, tuelewe kwamba kuna vitu zinatustahili kufuatilia sana. Kwanza ni hii, watu who work. Na by the way, si God amesema tu mtu atakula na kitu chenye amefanya. Yes, watu who work. Na the same people pia sometimes uweka mameme na huwa watu wanaweka mameme, amekiradi vizuri, amevalia vizuri, wao ndio tu tudangana hapa,
kwamba ambao ni topic ya siku ya leo ambao nitaiongelea baadaye, kwa sababu wao ndio wanaseli hiyo uoga kwako kwamba there is no true man in this world. There's no true man. Do you believe there is no true man in this world? God amesema, to which anataka tuseme. Hata ladies wanasema hii kitu, that all men are the same. Not all men are the same. Of course, with that fact ya Biblia kwamba all men are the same under this earth, kwamba he created us, but not that they are same in which way, but it's because of this creation, kwamba we are all the same, we are all equal. That is what it means, but not the same in terms of relationship. Vijana tuelewe, God akona reason fulani hapa. Hii MOSHENEE tunataka tuelewe, God akona reason fulani ya kukuumba wewe kijana. Akasema amekuumba in a unique way. That is what he says in the book of Psalms. He created you in a fearfully and wonderfully. You are fearfully and wonderfully made. Alisema vile, na ni kitu mnastahili tu kurudia kila siku, na kitu mnastahili kufahamu kila siku. My God. So ikiwa tu umefahamu hiki, haustahili tu unafuatilia meme za mtu alafu unasema huyu kijana amesema tu ukweli. Hakuna ukweli huko. Sometimes kuna vitu hazina light kwake. Kuna vitu hazina light kwake, and you should understand this. You should understand that. Kuna vitu hazina light. Boy amekuchocha leo. Wewe kama hupewi time, pole. No. God anasema hivi. Stay pure. Stay pure and stay by knowing who God is to our lives. Na hizi malecture mnapeana watu, hizi malecture mnapeana tu kila wakati. Oh, you don't have my time, you are not my type, sijui nini. But you know what, kitu tunatofautisha ni kwamba God's time is best. That is one. Number two, kila kitu chenye kimekuwa created na God kina reason. Ikiwa kiko na reason, basi tuchukue tu muda wetu pole pole. Let us try to learn some things. Ukisha learn hii kitu yako yenye unataka tu learn, inakuwa ni vizuri wewe kusonga, na ukishasonga inakuwa kwamba hausumbuki kabisa, because unaelewa hii kitu imefanyika because of a certain reason. That is why mimi nakwambia, don't rely on memes. If you are saved, don't rely on fake memes. Leo nimeambiwa no, all men are same. All men are same. All men are same. Yetu naikujia baadaye, kwa sababu ndio itakuwa ile MOSHENEE ya mwisho. Najaribu tu kupea highlights za siku ya leo kidogo, tujue ni yapi haya ambayo tunastahili kuyafahamu kwa maisha yetu kidogo, tukuwe na light kidogo kwa maisha yetu, kwa sababu unajua kuna vitu ambazo hizi uzika kwa hizo akili zetu ambazo hazilete manufaa, and you find that tunazidi tu kuanguka, na hiyo kuanguka yetu inakuwa kwamba kuanguka tu na vitu zine hazifui dafu bana. Hazifurahishi bana. Unajua ukikuwa na hizi story hazikufanya grow spiritually. Nataka tu grow spiritually na ukwe na ile sense ya God. As in yeye anasema kwamba wherever you get closer to him, he gets closer to you, na una get kuwa wiser than you did there before. Wale marefari wa mpira I say na wasalute sana, wale wazito ambao kwa kweli mnatusaidia sana kwa mambo ya kusonga mbele hatua baada ya hatua, na kuhakikisha kwamba mavijana wamekuwa promoted in one way or the other, wametumia talanta zao in a good way. My friend, thank you so much. May God bless you. God bless you. Oh yes, God bless you so much, kwa sababu tunahitaji au mavijana wa siku yetu ni watu wa kufuatilia hizo mameme, ni watu wa kuvuta bangi bala Jehova pale nje.
eh, pale kwenye barabara zetu hatutaki watu waendelee tu kuvutavuta. Tunataka tu wale vijana wawe the light to this world. Now I want to get to the topic of the day. Yeah, before I get to that topic, I'm trying to give some of the highlights. Getting to that hiyo ambayo naina ni title ya show ya siku ya leo kwenye Moshenee ya Christ ni kwamba we want to walk in the flame of the Holy Host. Now, how can we walk in the flame of the Holy Host kama kuna vitu zenye hatufuati? Now, you can walk in. Now, I want you to take this pen of yours. Now, I want you to scrap down. How can I walk holy? How can I walk in the flame? Now, flame ni moto wa Roho Mtakatifu. In flame. Now, flame ni moto. So I think wakati ukiwa pale high school ulisoma about flames, ukisoma na luminous. Pia ulipoingia kwa mambo ya media industry pale, wewe kijana wa industry pale, ukasema about flame, pia inakuwa ni rahisi wewe ku understand na pia ukaelewa mambo mengi kuhusiana na mambo ya media. Lakini leo flame ambao ninaongelea hapa ni moto wa God. Moto wa God ambao ni moto wa Roho Mtakatifu ukiwa ndani yako. You get to find this light in you. You get to find this light in you. This light ikikuwa kwako inakuwa kwamba una grow haraka. Una grow haraka kwa njia gani? No. Una grow haraka kwa kumfahamu huyu Mungu. Una grow haraka kwa kujua what God means. Kidogo. Nataka tupate tu hiyo light kidogo ndio tuelewe kidogo, ndio at least when you get to know these things inakuwa ni rahisi kwako kuweza kusonga kutoka hatua moja hadi nyingine, na inakuwa ni vizuri kwako kwa maisha yako, right? So ilikuwa kwamba nimepigiwa simu na one of my wakuu, so lazima ningeipick vizuri, that is why nikacheza muziki kidogo hiyo. Sijali. Now I want us to know, how can we walk in this light? How can we walk in this light? Kwa sababu unajua show hii inaisha mwendo wa saa 4, and kwenye hii Moshenee ya Christ tukiwa na mimi Papa Isaac Leonard, au utasonga kabla hujapata tu zile facts zinahitaji kwa maisha yako. So I want you to get this, na itakuwa ni vizuri kwako. Now I want to bring in some of the zima vitu ambazo tunacheza hapa ambazo zinapita tu hapo kwa screen yako, ndio usiku unajiuliza kwani leo mazi wamefanya namna gani? Itakuwa ni vizuri ya kwenye Moshenee ya Christ. Kuna ile ambayo huwa tunatumia sana kwenye hii Moshenee ya Christ. Ilikuwa ni siku ya pastor fulani, get to know kama atakuwa online ili kama tuweze kuzidi kuzungumza, but I want us to get to the light of the word for this very day, ili kwamba tuzidi kujua ni nini hiki ambacho tunaongelea about faithfulness. Alright? Nini hiki ambacho tunaongelea about faithfulness? Now hii ni states ambazo tumekuwa tukiziandika pale kwenye Moshenee ya Christ, whereby I had a mother-in-law akiambia lazima tujue Moshenee ndio tuende kwa Moshenee ya Christ kabisa. Ndio maana nikakwambia lazima ujue Moshenee fulani ndio ingie kwa Moshenee ya Christ, vile Christ anatuambia, anatuashua kabisa. Anatuambia no man is faithful. Alikuwa anambia sister, just imagine my daughter-in-law, just imagine mimi leo nimeoa ama wewe leo umeoa, and then this is what you're telling your daughter-in-law kwamba I don't believe kwamba kuna man that is any other man who is ever faithful.
alafu akamwambia watch on your man because I know he may be cheating on you. So lazima ujue vile una operate na hawa wazito. Just tell me this is the mother-in-law akiambia yule msichana ambaye ni daughter-in-law. This is how wicked the world is. To which kwangu mimi naona ninakuwa ni vigumu. How can I start telling my daughter? Lakini uzuri haikuwa ni mzee, ilikuwa ni mama. And then she was trying to give some of the highlights to this lady. Sijui alikuwa anamprepare, I don't know, but all I got, it was like it was worrying me. Ilikuwa inanishtua kidogo kwa sababu nilikuwa nashangaa. How can I do a daughter-in-law na pia ambiwe story na mother-in-law chuna mamna cheating and all that. And now, who say that a man cannot be faithful? You know, now this is what God talks of us. And this is what God talks to us. But before getting to that point, ya scripture, I want us to get this. So alipomwambia, and the lady was that faithful, and the man was that faithful. Siku moja, because this man had a work, alikuwa anafanya kazi pahali. Alipokuwa akifanya kazi pahali, najua lazima alikuwa ni officer pahali, and lazima kuwe na clients. So alipokuwa ameenda bafu asubuhi, najua ameweka simu kwa mfuko because alikuwa anajua there may be some bookings, na hiyo asubuhi aliamka ikuwa usual. So it was not as usual as vile alikuwa amezoea kuamka asubuhi sana, because alikuwa anadilewa kwamba angekuwa meet na yule ambaye alikuwa client wake. So wakati aliamua kuenda, alienda kujiprepare kunawa uso. Alipoenda kunawa uso when he finished, you know, alipigiwa simu alipokuwa akipanguza uso kidogo. Unajua lazima upanguze uso ukiuona nawa. So alikuwa ameka simu kwa mfuko ile ambayo ni net dress kidogo tuseme. Yeah. You know, alipokuwa akifanafana hivi ile simu ikaring kapigwa, and then akamwambia hello. Na unajua this I have to tell you, gentlemen, men and women of this earth, by the way, even if you are a Christian today, nataka tu nikueleze hii story tunaitananga, you know, what women don't like is calling someone who is different dear. Na vile alisikia hiyo MOSHENEE mami akimwambia this man do cheat, dear, beautiful. Hizo stories zote alipokuwa kizisema, you know, alikuwa anaelewa kumbe mama kuniambia the wrong thing. Unajua any call ambayo inapigwa bibi anakuanga sensitive. So this time alikuwa very sensitive after getting that report from the mother. Kumwambia, you know, men are not that faithful. Now, nataka tu tuelewe God vile analeta light compassion yetu before uanze kusikiza vitu, maneno ya watu. Now, getting this light, bado alimpigia. Sasa mvulana kwenda kuacha simu kwa meza, and then the lady took that. Wakati alichukua hiyo, alianza ku text back, kumwambia akachange the venue. Mvulana kwenda ambaye alikuwa amemuoa, and then akapata kwamba hakuna this thing ambayo ilikuwa ni meeting point, haiku work out. Kwenda kufika kwa ofisi akamwambia, why did you fail me? Why didn't you come? Why did you change the sijui nini. Ikaanza kumharibia CV because now he was not going to get this client wakosana. In short, it caused chaos. Na akaenda kuangalia vizuri na text bibi yake, simu aliacha wapi? Kwa bed, because huwa mara nyingi those who love each other wakiange password kwa simu, so alifungua tu na kutext back. No, I want us to get this. Mara nyingi, even if to the light of that, if because we are getting to the light of that, starting from the book, from the Genesis, tukianza tu ile Genesis inatuambia Eve alikuwa peke yake na aliambiwa juu ya God vile angemtempt afanye bla 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 bla, iende vile ingeenda. Na ukweli
vile hakuwa wise, vile tuliongea last week juu ya kuwa wise, yeye akuwa wise amwambie machungo yote Mungu alituambia, kwani angetudanganya juu na hiyo, because Mungu si mselfish, angetudanganya juu na hiyo. Na kuna machungo mengi hapa, you know, kuna matunda mengi hapa. And then she was not that wise. Even this lady, she was not that wise. This time we are talking about faithfulness. Now, what caused this now cracking into getting like your man is cheating on you? Ilikuwa ni kwamba, one, when Satan wants to pass to you, wakati shetani anataka tu kukuangusha in your marriage, in your work, in everything. Even kuna wale mavijana tuko pale nje, unafanya kazi, unaambiwa yule kijana anafanya kazi yako, maybe anakula some of the money. What Satan tries to make so that you can fail, for your failure to come through, inakuanga ni kusell fear. Hiyo fear ikikam, inaingia kwako kabisa. When it gets onto you, when that fear gets onto you, unapata kwamba you're just getting like, oh yes, ni hivyo vile naambiwa, ni hivyo, si kitu kingine. Aliniambianga sometimes back. Oh my goodness. My goodness, ni hivyo, niliona, hata mimi nimeanza kuona hizo vitu. Why? It's because you've been, yani mtu ashakuuzia uoga. So uoga ukishauzwa kwako, it is very easy to tempt you. Now, you find like wakati ushaambiwa hiyo uoga, unajipata like you are not moving on. You are concentrating on that fear. Ikishaingia kwa maisha yako, you are concentrating on it that too much. What is God trying to tell us? God is trying to tell us this way. Let us not get the fear into us. Because mara nyingi, whatever that is told by our fellow friends, mara nyingi unajua inakuja kutoka kwa my friends. Now, by the way, on the light note, me, of course, of late, I don't take some of my words from my friends that seriously, because they can kill you. They can kill you. So when you are in this light kabisa, unasema tu mimi leo nataka tu nistaishe kwa God, nataka tu nistaishe kumjua huyu Mungu anataka nini about my life, nataka tu nistaishe nikijua tu hii uongo iko, nataka tu nistaishe tu nikijua huyu shetani anataka tu kusali uoga so that nisiende mbali, nataka nijue. Unataka tu ujue leo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa faithful kama God wako, na akiwa faithful na akiwa unamrely, hakuna vile utakuwa na fear kwa maisha yako, because he says he will have to protect us, he will have to put everything by our side, na ikuwe tu iko sawa kabisa in our life. So we need not to fear of anything, my dear friends. Fear is Satan. Fear is from the Satan. Fear is from Satan. It's only about being faithful and about having faith in God. Hallelujah. So you can like that picture, that page of ours, pale Facebook. You can like, that is Kissy Hot TV. You can like and that video. You can like and subscribe to our channel, that is Kissy Hot TV on your YouTube channel. Itakuwa ni vizuri sana tukisonga kwa njia iliyo nzuri. Nite Papa Isaac Leonard kwenye hii show ya Moshene ya Christ. Na by the way, on the light note, tuendelee kusikiza hapa. Moshene leo ni kali sana about being faithful. About zile mashine tunaambiwanga na marafiki zetu, ni mjanja, ni hiyo biashara yako itanguka kwa sababu ya rafiki fulani, hiyo biashara itanguka kwa sababu ya ndugu fulani umeweka kwenye business yako, itaangusha kwa sababu yule kijana tunamjua yeye kwao ni wachawi. They are trying to sell some fears to you.
I don't trust in fears. Now, remember, now let us try to use this man. Eh? By the way, sometimes this fear inakuwa, it is a feeling. Now, a fear and a feeling, there's no difference. You have this fear. Yes, there's some things, some way where I feel like, I feel like na wacha nikwambie, huyu mwenye anakwambianga anakuzia hiyo uoga, anakwambia I feel like hiyo uoga inakudanga, unajua mimi I feel like hii kitu inakuanga hivi, I feel like huyu rafiki yako anakuanga hivi, I feel like he's trying to sell fear to you. Hiyo fear kikuingia, my friend, hiyo fear kikuingia, my friend, utalia tu. Mimi nimeshakwambia, si nimeshakwambia? Right, kama nimeshakwambia, take note my dear friends, okay? Take note, they are there, our friends wako, and they're here to tell us the wrong things. They're here to tell us the wrong things. Na ukiambiwa the wrong things, shauri yako, don't follow them. Don't follow them. Because one, wakati mtu anakwambia something, that is what I'm trying to stress on this. Wakati mtu anakwambia trying to send a fear message to you. Of course, kuna watu pia huambianga feeling ambao ni true. Because I can just tell you, I feel like you should get back to God. Of course, that's a good feeling. Kuna zile motives ambazo ni wrong. Zene ukiagree zikiingia kwa maisha yako, inakufanya udeteriorate na itakufanya kwamba uanguke. So never allow feelings of a person to get into your head, kwa sababu itakuwa ni inaleta some fear threats to your life. All right? Ikiwa unaendelea kutazama right here, ni kwenye MOSHENEE ya Christ, all right? Zikiwa zimekatika dakika ni 20 tu baada ya saa 3 saa ya usiku, masaa ya usiku pale. Ikiwa kama uko na rafiki tu anaendelea kukutext pale, mwambie tu unaendelea kutizama kwenye Kisii Hot TV, kwenye Facebook pale, kwenye page hiyo, ama kwenye YouTube pale kama Kisii Hot TV, na naangalia MOSHENEE ya Christ, all right? So we are fearfully and wonderfully made. So hii story tunaambiwa, I'm collecting those stories ambazo nilianzisha mara ya kwanza. Hii story tunaambiwa, hakuna mtu mwenye ni mfaithful kwa hii life. Hakuna mtu mwenye ni mfaithful. Utaambiwa leo, utaambiwa kesho kutwa. But bado, the light thing is, when you walk in the Holy Spirit, when you walk in the light, hakuna kitu kitaficha machoni pako, because our God is so faithful. Hakuna kitu anaweza akakuficha hata kimoja. Why do you want to listen from friends other than to listen from God? Of course, it's true that God do uses our friends in a light way, but when it comes to negativity, ask of God. When it comes of negativity, ask of God. When it comes of positivity, tell God something. Oh yes. Tell God, oh yes. I want you, God, to help me. That is what we need to do kabisa. Because life inahitaji kila mtu aelewe kwamba God is so faithful to us. God is so merciful to us. God is so excellent to us. So you should not just fear of anything. You should not fear of anything. My dear friend, don't fear. Don't fear. Don't get those things into your head. Now, when Job was told by her wife, akaambiwa na wife, unajua mume wangu, Mungu wako umekuwa ukimwambia, umekuwa ukimtegemea siku zote, amekuwa akikufanyia nini sasa? Sasa yuko mgonjwa, hajakufanyia kitu, those feelings za yule bibi zilikuwa mbaya. Na I remember pastor akituambia hapa juzi kwamba kwamba Ayubu akamwambia bibi yake kwamba
wewe ni bibi mjinga. Alimwambia you are behaving like women ambao si wazuri, ambao ni wajinga. I remember that, Pastor Jeremiah Nabene, thank you so much for that word. Actually, I remember that. Hiyo iko kwa akili. Alisema alikuwa anaongea kuhusiana na masuala ya there is strength in the word. So akasema there is some light alipeana on the same. Akasema it's not good kumwambia mtu maneno. So it's not good even to you and to me to tell somebody maneno mabaya. No. So pia hapa bibi ya Ayubu alikuwa akimwambia some feelings, I feel like huyu God wako hayuko. I feel like huyu God wako amekutupa na mbao. So mimi nakwambia ilikuwa ni feeling, and alikuwa anaongelea on the negativity, na ndio maana nakwambia leo pia wewe ukiambiwa something on a negativity, please take this note. Ukiambiwa negativity about your life, try to tell God, God help me, God help me to know what my friend is trying to tell me. Chunguza neno la mtu ndipo uweze kulidhibitisha. Christina Shusho akasema kwamba Bwana umenichunguza. When alisema vile alikuwa naelewa because God anachunguza. Pia ya friend ambaye anakufeed with those words anastahili kuchunguzwa. Oh yes, unastahili kumjua. Oh yes, unastahili kufahamu. Oh yes, kwa sababu hayo yote ni mambo ya maisha. Katika dakika 24 baada ya saa 3, tukiwa tunasonga kwenye MOSHENEE ya Christ, ikiwa ni awamu hii ya mwisho pale, ya awamu ya mwisho tukiwa tumebakisha dakika chache zile 30 ili kama tuweze kurejelea kwenye mada, tukumalizia mada yetu ya siku ya leo. Oh yes, tunazidi bado pale, tunazidi kuzungumzia juu ya haya mambo. The fact is, tuendelee kwa mambo ya fact kwamba same is okay because we belong to the same God. All right, lakini tunaongelea kuhusu hii fact nyingine, nasema the fact are that even if we have cheaters, that does not give us the audacity to be cheaters. Right? Tunashikana. Even if there are cheaters, not all people are cheaters, and that does not give us the audacity of being among the cheaters. Unashika hiyo vizuri kwamba hata kama kuna wale ambao hudanganya kwenye ndoa, haimaanishi kwamba ni wote, na hiyo haitupi ruhusa ya kuwa tuweze kudangana kwenye ndoa zetu. And this afternoon I was sharing some of these quotes with my friends. There is one lady ambaye aliniambia even if she went out of marriage, they dissolved their marriage because of his husband cheating. Bado there is that light that there is someone there who is not an adulterer, who is working, who is focused, who still knows that God lives, who still knows that adultery is a sin, who still believes that staying in this thing of many people, at the end of it all atakuwa judged. Anaelewa vizuri kwamba
hizi vitu we are so, the fear is sold unto us. It's not right. No, it's right kwamba tujue fear ikikuwa ndani yetu, God cannot give us that faith. God cannot be in us. But when we have that faith, God gets to strengthen us, and God gets to give us that light ya kusonga mbele na kusonga hatua baada ya hatua nyingine. I want you to get this light. Kuna wale ndiyo weko wengi sana, hao wengi sana wataenda jehanamu, lakini wewe ambao utabaki kuwa faithful utaenda pale mbinguni because you are faithful. Now it doesn't mean about just being faithful about marriage only. It's being faithful in all things. Being faithful in your marriage, being faithful with your friends, being faithful in your work, being faithful na vile unafanya hata mtihani wako pale shuleni, because kuna wale watu ambao tunapenda kuibia, we getting those marks which we don't deserve because we are not faithful. Even you know, even those men in church, those posters in church, you have to be faithful. This is a wider part of it. You have to be faithful. Even to your marriage, you have to be faithful. I know you have those women who try to have you, wanataka tu kuwa very sexy kwa kazi ya Mungu. Wewe fanya kazi yako waache because you have one wife. Because we were told we get to marry to one person, right? Nashika vizuri? Right, tunazidi kusonga. Kwa hivyo wale ambao tunaendelea kutizama, right away you can just like that video, you can just subscribe to our channel if you are new to us, na vile vile you can just share this with the friends. Inakuwa ni vizuri kwa njia iliyo nzuri sana kwa wale wote ambao mnaendelea kutupenda pale kwenye Facebook. Thank you so much, you are showing some light, and may God bless you. The fact that adulterers break with the women's heart, kuna wene hushikilia bibi mmoja. Now, let us just preach on this. Preach teachings of God and not feelings. Let this get into your head. Let this get into your head. Watu wamekuwa wakiongelea feelings. Hatujakuwa tukiongelea about the purpose of God. Moshenee, muko sawa? Yo Moshenee nashika. Haya, tuendelee. Yani watu tumekuwa tukiongelea about our feelings, but hatujakuwa tukifeed watu na the will of God. Wale ambao wana feed watu na the will of God wamekuwa wachache ikilinganisha na wale ambao wamekuwa wakifeed watu na feelings zao wenyewe about marriages, about God, about things. Feelings cannot change the truth. Yes, because we are talking about hiyo mambo ya kuwa kwamba people are cheating. Feelings cannot change the truth because the word is the truth. What does the Bible says? The word is the truth. Neno la Mwenyezi Mungu ni nyundo. Neno la Mwenyezi Mungu ni panga ukatao kuwili, na ikiwa unakata kuwili, basi we are licensed of this word which is so true. Na it is licensed by God himself. It is licensed by Christ himself, kwamba whatever that is written in the Bible, it is true. Get this light vizuri. Itakuwa ni vizuri kiwa kwa maisha yako. If you're getting this, may God bless you so much. May God give some light to your life. So this is the fact that preach teachings of God and not feelings. So today, umekuwa pale ukiendelea kuongelea tu yale mambo yene unasikia kwenye vile watu wanasemaga, haujaiongelea about the true life. Mashine yako imekuwa tu ni kuongelea about hizo vitu zinafanyika, but uongelee vile God anafanya. Auongelee vile God akona uwezo wa kufanya hayo mambo yene tu hatuwezi tukafanya. Hauongelee vile God ni mlight na vile tu anatutaka tu hao watu pia wana cheat on their marriages, vile wanaanza ingia kwa hiyo light ya God. Wewe tu ni kuambia vile watu wanaume ni wajinga, wanaume ni wajanja, wanaume, you are trying to sell this fear to these people ili kwamba watu wengi one. Let me just tell you what these feelings cause these other people. Now what these feelings are, what is the aim of Satan unto these people.
When people sell fear to us, they sell so that our attitude can get into them. Hii feeling ambao umetuambia leo, so that our attitude inaweza ingia nayo, but is it negative? If it's positive, I can accept. If it's negative, no. Like actually the other day we were sharing with my director, and he was telling me on some good things about my life, on some good things that I have, on some things that I should work on in my life. And I was like, oh yes, this is the right thing. This is the right way to go. The other time I was told about my father, unajua pia inakuwa ni furaha sana. It is happiness when you call your parents, you get to share some 1, 2, 3 about your life and about their lives. No, it's good. And they feel happy because you've matured enough to tell them what you need and what you don't need. So when we sat down, we talked, and we talked on the positivity about our life. Now, and he saw some good sense in it. So I'm talking about good sense. If it's bad sense, it's about feelings. And for God's sake, I'm trying to tell you kwamba tuweze kuelewa, ndugu zangu, wale wa friends when tuko pale ile mtaa yetu, kuna wale wa nduthi wale wanasemanga mimi enyewe na bibi mmoja siwezani. You can everything. Mbona wewe tu unaendelea kusema tu hiyo? Mbona ukusema mbona Abraham aku give up kwa bibi yake? Si useme tu hivyo. Unaendelea tu kuambia uko tu umetoka tu kazi and you are trying to give these messages. It's not good. Uko kazi umepanda kwa gari ya mtu, wewe ni bibi ya wenyewe, and then you are trying to tell your friend vile baba wanako ana cheat. Vile pia yeye anastahili cheat. No. I'm saying let us live in the light of God. And by the way, by doing so, mambo yatakuwa ni mazuri. Nimebaki na dakika 16 pale. Dakika 16 pale ili kwamba niweze kutamatisha kwenye show ya siku ya leo. Na kama timu mingi ziko zinaendelea kufuatilia kwenye kipindi chetu cha siku ya leo bila shaka. Thank you so much kwa kuendelea kufuatilia. You who is watching, those people who are watching, those people who are liking our page, those people who are liking our YouTube video right away which is streaming, those people who are subscribing to siku nyingine kuna mtu alikuwa anasema subscribing, lakini tunasema ni subscribing. Sasa kidogo tu. For those who are following, God bless you, God bless you, God bless you, and God get to light your candles ambazo zimekuwa tu lose life. God get to light them right away in our lives, na itakuwa ni vizuri mkisonga. Uko pale ushakula sapa, right? Uko pale unataka kuongea na pamoja na mimi in this very evening, you can just get to that your link ambayo naishow hapo. Your link utaingia nayo ambayo imeanzia pale ili tuweze kuzidi kwenye mahojiano ya siku ya leo, and you get to say high five to your friends. Itakuwa ni vizuri before we get back there, kwa sababu ya kusema kutaka kujua the intentions of these people. Yeah, right? Itakuwa ni vizuri, itakuwa kwamba ni vizuri tukikuwa kwa njia hiyo ambayo ni njia nzuri sana. Yeah, wherever you're following, just tell us where you're following us from, and we are getting this, all right? So wakati mtu anakuvuzia feeling, anataka kwanza for those men and women tutukie marriage. That is one thing. Number 2, anasema intention zake ama emotion yake, anataka tu kwamba you don't get to you hate marriage, you hate men or women. That is for ladies what I hate men. For women they will for gents they will hate women. Those are feelings. Then si wanadada we peke yao uelezea vile wanaume ni wabaya, hata wanaume uelezea vile mabibi ni wabaya. So
So inakuwa when we talk about this, it gets onto our heads. Unapata kwamba people are not they don't have that respect for these people. So those people are in marriages, amtapata hii respect kwa sababu kuna mtu aliwahi sema about this. So ndio maana unapata kwamba these young guys, they are trying you married men, mumeolewa, wale wa pipi mumeolewa. These gents, they know that sasa kuna masipons there, and that's why they know that there's no something like faithfulness. No. As a young youth today, I'm trying to focus on this, my fellow youths, tusiangamie, because we are told about the wrong about marriage. No. So be told about the goodness of God in that marriage. All right. Now, I want us to get these positive attitudes, and zikipita kwa maisha yetu itakuwa ni vizuri, na ikiwa that negative attitude imepita ikatokea sikio la kulia ikaingia kwa sikio la kushoto, the better, so that one, you get to know that you'll get to know that God's purpose is good. God's purpose is always good. Kila wakati purpose ya God inakuanga tu ni ile nzuri. Anataka tu to grow, anataka want to grow, to prosper, na tujue kile tunastahili tufanye in our lives, right? Number 2, marriage and having a wife is a good thing, because that is what the book of Proverbs says. Hii inaendelea kuambia wale wazito wenye watafanya harusi this weekend. Salute you, man. So msikue mnongopa. Hii ndio the light thing ambayo tunastahili tuelewe. Watu wameolewa and alafu wanakuambia uwezi ukaingia kwa marriage, blah blah blah. Let us tell them there is this break, and tunasemanga tu do re mi fa. So hiyo ndio song tutaimba wakati huo, but for now, marriage and having a wife is a good thing. That's what the book of Proverbs inasema. So when you have a married man, when you have a woman, it's a good thing in life, my friends. Yeah, it's a good thing, maze. It's a good thing. Having that heart for that job. Watu wanasema tu usisake job haipatikane. How inapatikana, my dear friends? Those are negative attitudes that zinakuwa tu, hiyo inaitwa fear ya watu. Unakiingia kwa maisha yako inakuharibia. So it's better uagree kukua kwa Mwenyezi Mungu. Ukishagree kwa Mwenyezi Mungu inakuwa ni rahisi kwako. So you'll get to advise people on the positivity of staying together. You know, these people who do sell fear to us, they don't stay together. They have that attitude. They feel like they can have their own world by staying by themselves, by staying selfish, and by staying alone. But what about this person ambaye alisikia hiyo story ikapitia kushoto ikaenda kulia? Anajua, anakwambia there is light in marriage, there's light in faithfulness, there's light in having a job, there's light in investment. Najua si hiyo tu marriage peke yake, hata investments pia watu waambiwa about negative, but leo nimeongelea main about marriage because leo nataka tu tuongelea, because that was the thing about tulikuwa tunaongelea leo. Alright, nataka unashika vizuri na unishike vizuri kabisa. So love is to fulfill God's will of progression. Hiyo progression ndio tunafulfill kila wakati. So ukiwa kwa hiyo ndoa, ukiwa kwa hiyo faithfulness, God anazidi tu kukupea tu yule mtu ambao unahitaji kwa maisha yako, na inakuwa ni vizuri na rahisi sana. Rahisi sana. Yaani una get vile na nilisema hilo neno, rahisi sana. Right? So usiogope ndugu yangu, usiogope dada yangu, everything is possible. There is light. There is light. So we are saying as well is when you get to pass this positive attitude in you, the positive attitude, when the positive attitude is in you, I'm very sorry for that. Wakati positive attitude iko kwa maisha yako, wakati yani kuna hisia chanya ndio positive attitude. Kuna hisia chanya kwa maisha yako. Negative attitude inaitwa hisia hasi.
uko na positive attitude kwa maisha yako, unakuwa kwamba kuna hii kitu inaitwanga fulfill God's will to stay faithful and to stop being an adulterer, being an example. Wewe ukijua the positive part of your life, ukijua hiyo positive part ya maisha yako, unajua ni vizuri niishi positive kwa maisha yangu, niishi kuwa example kwa maisha yangu, kuwa Mkristo. Because najua baadaye kuna kitu nitapata kwa maisha yangu, as in nitapata hiyo gift ya God kwa maisha yangu. Itakuwa tu kwamba nitasonga kutoka kwa njia moja kwenda nyingine, nitakuwa tu nimesimama kwenye hiyo light ya God kwa maisha yangu, kwamba yeye amestaisha na mimi, ametembea na mimi, amenisimamisha mimi, nimekuwa mwanga mimi, nimekuwa mfano mzuri mimi, nimekuwa nikiota yaliyo mazuri kwa maisha yangu mimi, na nitakuwa maisha marefu mimi, kwa sababu ninaamini kwamba kustaisha kwa God inakuwa kwamba ninaendelea kufulfill zile promises zenye anataka kwangu maisha yangu, na pia yeye anaendelea kufulfill zile promises zenye ameniahidi kwa maisha yangu, kwa sababu ameahidi huyu Bwana na kweli atatimiza, because he is never a liar. All right, because he's never a liar, let us try to walk by his ways. That is what he tries to recommend of us, kwamba tunaweza tukatembea katika light ya kwake, because he is that person, he is that God mwenye he is holy, na anasema kwamba we can try to live this holiness. We can try. We are not perfect, yes, but we can try. How can you try? By evading this negative attitude. Today mimi nimelani kitu moja, naweza nikakosa attitude by staying by God's purpose, by staying by God's promise, by staying by the right motive, that is being positive, by staying to fulfill God's promises. Na hiyo nikifanya vile, nasonga mbele, napiga hatua, God anaweza kunipa ile assist nzuri. Hiyo assist nzuri akinisaidia, nitakuwa na maisha marefu, kwa sababu nimetii agizo lake. Because kumbuka Ezekiel alimwambia God, I have been faithful, I have been just faithful to you. Ezekiel akamwambia God, nimekuwa faithful kwako, so ni better tu niongeze hiyo miaka bwana. Angalia Abrahamu alimwambia God, nimekuwa faithful kwako bana, nipe mtoto bana. Alimpa mtoto. Yes. Na akamwambia mimi sikupi ahadi za kidomo, mimi nakupa ahadi zile za matendo, kwa hivyo ni better tu uwe faithful. Akamwambia Ayubu, umeteseka miaka mingi na ninaleta light kwa maisha yako, so the light of God is in us, na hata the Holy Spirit is going to light in you. Akaambia the 12 disciples, akamwambia light inaenda tu kuwa mwanga kwa maisha yako, na mtaenda tu kuona mengi yakizungumzwa juu yenu, kwa sababu mimi nimeona nini, mmekuwa faithful kwangu. So light yangu ninawapa ni Roho Mtakatifu, si Roho Mtakakitu, ni Roho Mtakatifu. Na nini ambao mtakuwa na Roho Mtakatifu, you'll get this light, na mtasonga hatua baada ya hatua nyingine. God bless you. Inaitwa Moshene ya Christ, na ile inaitwa ni lecture. Niite Papa Isaac Leonard, zikiwa zimekatika ni dakika 45 baada ya saa 3 usiku, ambapo najua kama hivi sasa huenda mtu umekula ile sapa vizuri, umeitandika. Hasa ni wakati mzuri ambapo tunaketi vizuri tuweze kujua yepe yanatukia katika maisha yetu, na yepe tunahitaji katika maisha haya ambayo ni maisha marefu sana. All right, thank you so much for those people who are still following right here. Itakuwa ni vizuri atumalizie kwenye ile moshene kidogo ya mwisho. Najua ile moshene ya mwisho imebaki, bwana. Usidali, hiyo moshene ya mwisho ni ile powerful. So ili neno tu tuliongelee tu kidogo, alafu nitaenda pala pengine, because nilikupa light ya neno hilo, na hili neno ni about vile hii community, hii life yetu tumekuwa tu tukirely on memes, na zimeharibu maisha yetu,
Zimeharibu maisha yetu kwa njia gani? Tufahamu ni yapi haya ambayo yameharibika. Mwanzo, zimeharibu society yetu. Hiyo ni mwanzo, zimeharibu society yetu. Kwa hivyo hiyo society yetu imeharibika, hiyo niko hapo nje. Hatuna kanisa la kesho. Siku hizi unaweza pata kama mtoto kadogo tu kanakwambia maneno mengi. Yes. So hizi memes ndio zimekuwa chanzo cha mambo mabaya kutokea. Hizi memes zimekuwa zikifuatiliwa, unapata mtu amejinyonga. So but I'm very much, kwanza nianzie na ile positivity yake. Memes zimesaidia watu. One, kuna zile memes ambazo ziko na importance yake. Mfano, kuna zile ambazo zimeandikwa about the verses of God. Kuna zile ambazo zimeandikwa about the goodness of our God. Kuna zile ambazo they are giving advice to this young generation. Na kuna zile ambazo upotosha in forms of brainwashing. Zina brainwash our brains. Zinajaribu tu kutuwash kidogo. So zikijaribu kutuwash, kuna watu ambao hawaget hii kitu ikiwa ndani yao. So better to understand. Hii kitu kinyoka kwa maisha yetu itatusaidia kivipi? Kuna watu tu, I have been seeing these people hapa. Watu wamekuwa wakivalia vizuri. They using their own money. Na huenda wajue the life ambayo inakuja. And they have been using this famous to spoil you. Anakwambia, this life lazima uchanuke. This life lazima one kama bwana wako akushughulikie, maybe hakupendi. Kama bwana wako akupe time, maybe hakuna time ya mtu mwingine. And for these young marriages zimekuwa zikibreak. Na God kuna kitu ana hate kabisa. God who hate to divorce. Nataka tu tuelewe hiyo. What God hates most is divorce. Na ikiwa hii divorce itakuwa inatoka kwa maisha yetu tu, ingekuwa tu ni vizuri sana, because God hates divorce. So hii divorce ina come through juu msee ameangalia tu huyu mtu bwana hatimizi. Sometimes one thing you should know is these memes that they are there for enjoyment. Sometimes they are just created for enjoyment. Wewe ukiangalia pale unazidi tu kutabasamu kidogo. Kuna zingine zinakupa tabasamu, lakini kuna zingine ambazo zifurahishi, zina kera. Na hizi zina kera ndio watu hupenda sana kuliko zile ambazo zinapeana light kwa maisha yetu. As an example, I can tell you, wherever someone is preaching like I am doing, watu hawapendi sana ikilinganishwa na wakati mtu anaongelea about hizo mambo za bedroom kidogo. I get. So ukiget tu hiyo, inakupa tu light ya country ambazo tuko nazo, light ya country ambazo tuko nayo right away. Ni kwa sababu hizo memes zimewaingia sana. You can be so shocked kwamba hata kuna Mkristo naweza pita, angalie mahali mhubiri anahubiri, apite tu hata bila akisema akifona pale na kusonya kusema kama they are doing nothing here. Hizi memes mazee zinatuharibu. Memes zingine zimeandikwa against the men of God like pastors, zimekuwa zikisema pastors are not good people, pastors are this and this. Of course nimesema kuna wale, na ni vizuri umtaje, tag someone wakati unaona ni mbaya, ama vizuri badala ya kumtag na kumtengenezea na kumtengenezea hizo vitu zingine mingi, try to communicate to him or her, try to have a reconciliation, and try to get down
muongee kidogo, itakuwa ni vizuri tu. Yani badala tu ya kuketi pale na kusema ya mashenee inaingia inawaharibia sana. So I want to finish this show in a short while by saying, by the way, MOSHENEE inatuambia siku ya leo kwamba tusikuwe tunaangalia memes kila wakati. So mimi huwa mara nyingi nakuja hapa kukuambia positivity ya memes na negative ya memes, na ninakwambia kala kitu niliangalia pahali, na nakwambia ile kama last week tumeongea about mtu anasema kuna somo inaitwaga adultery. Adultery si somo bwana. Adultery is a sin that one practices. Carpentry is a carpentry. Yeah, hii correlated ni somo. But with adultery, si somo. It's a practice. It's a sinful practice from the person who is ready to fornicate or to do adultery. So that is what we say, or what we mean by adultery. So I want to finish this show right here. It's good to simame. By the way, the good thing ambayo nakwambia siku ya leo na siku ya leo ujuju ni kwamba this Sunday kutakuwa na ali congratulate sister ambaye anaitwa Rhoda, to as well to my brother Namuel ambao wataunganisha kwenye harusi. Itakuwa ni yani it's very awesome by the way. Najua hii inanipa light nzuri. Kuna wakati fulani Yesu alienda pahali pake pa kwanza, ilikuwa ni wedding, akafanya si kamuujiza akafanya muujiza fulani Alipofanya huu muujiza watu wakakunywa. So pia na wao wanafanya hii muujiza ya kutufanya sisi tukule hiyo siku, tupige picha ina today pigwa, tuvalie zile nguo today valia. My friend, I tell you that very evening pia nitakuwa hapa kwenye hii ambayo tunaita ni gospel hotspot, na tutakuwa tuna host yule ambaye ni ndogo katika Kristo, ambaye kwa jina anaitwa Eric Smith, ambaye ameimba patakatifu pako hapo ndipo najiweka. Na yule ambaye ameimba pia ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako. Oh yes. Yani nahisi kwamba huu wimbo nikiwa ninaimba tu inakuwa tu ni vizuri, inanijenga, inafanya kwamba ni grow kidogo. Najua hiyo siku tutakuwa tunatumia formal language, ama ni language ambao ni nzuri ile tu ya kawaida, si hii ya Moshenee ya Christ. Unajua Moshenee ya Christ tukisikia hizo ni languages mbili tu. So hapa tunaongelea kuhusu language moja ambayo itakuwa ni Kiswahili, kitakuwa kikitamba hapa. Kiswahili kitakuwa kikitamba hapa na Eric Smith. Nataka tu ujue kidogo tu nikupe light ya Jumapili kwamba ujue kuna mtu ambaye alizaliwa ki extraordinary ambaye ni Eric Smith. Ni wapi tena utampata? Ni hapa kwenye Kisi Hot TV siku ya Jumapili tarehe 21 kuanzia mida ya saa 2 hadi saa 6 majira ya usiku wa manane. Usikose, itakuwa ni big light to us. Kabisa. So kwa hivyo usikose ndugu yangu, dada yangu. Hiyo siku kama utakuwa na bundles, anza saa hii kutafuta bundles. Itakuwa ni vizuri. Itakuwa ni siku ya baraka tele. To another light ni kwamba kesho nitakuwa na pastor, bishop ambaye atakuwa anatuletea neno la jioni. Najua nilisema kama ni vizuri tulete mabishops hapa kidogo, au kidogo watakuwa tukitupa neno, na itakuwa ni vizuri sisi kufanya maongezi kwa njia iliyo nzuri taratibu. So as from next week tutakuwa hapa, nitakuwa na kupea lineup na vile mambo yatakuwa yakienda na yakienda. So we will be having a certain youth representative on Wednesdays ambaye atakuwa nakileta neno la Mungu akiwa na represent youth mkuu represented mazee. Na pia nitakuwa nikileta one of our ladies ambaye atakuwa na represent kutoka pale Qatar.
I mean pale Saudi Arabia, ama atakuwa anahubiri hapa to give a light kwamba kuna wale watu ambao wako Saudi Arabia and they are doing great, they still love God, they still need people to be saved rather than those people ambao wakikuwa hapa wakispread rumors kwamba watu waokoki para Saudi Arabia. Saudi Arabia, we have those people very much saved, who love Christ, who have stayed in the righteousness. Oh yes. So in short, I want to tell you, on this very Saturday, we will be having our very own guest, our very worshiper Eric Smith. I'm repeating this same thing so that tujue. And as well, by the way, nawakaribisha watu ambao mtakuwa within Kisii County, eneo la Kisii Town pale, tukaribie kwenye sherehe za harusi siku ya Jumapili tarehe 21 hapo mchana. By the way, hata mimi nitakuwa nimekradi kidogo na hizo nguo za harusi kidogo, ndipo kidogo nimaachie my sis kwa siku yangu ya mwisho kumwaga maizee. Aliwahi nisaidia vitu mingi, but unajua siwezi sisema hadharani, but we will miss you people, but we will miss your youth, na vile mlikuwa mkitusaidia mahali. May God bless you so much. Right, as we are about to finish our show right here. Naona pale ana ananitafuta tani ngode kidogo tu. As we are about to finish this show, nakwambia kwamba we are going to have our guest on our very own, na kumalizia pale ni kwamba Eric Smith on Sunday kuanzia mida ya saa 2 hadi saa 6 usiku. Kuanzia hiyo mida hapo tutaona wakati tutamjoin pale. Thank you so much for joining us. Thank you so much for those people who have been the light of this show. Thank you so much for making us to be live today. Na kwa wewe ambao umekuwa ukiwatch, kwa wewe ambao umekuwa ukiwatch through Facebook, through YouTube, may God bless you and God be with you. God bless you and have a blessed evening this Thursday, ambao umekuwa ukikumbuka ma throwback mingi, but naelewa na najua God ambaye ni mwaminifu atakubarikie. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Kesho huenda itakuja late ama kusiwe show ya kwangu hapa kwenye Misheni ya Christ, kwa sababu tulikuwa tunajiandaa kwa masala fulani ya harusi. Kwa hivyo usicheze mbali, lakini I'll bring someone who will be representing, kwa sababu kesho itakuwa ni siku ya kukaribisha Sabbath. Somebody will stand in on my behalf, ili kwamba ikuwe ni vizuri kwetu. I think Kuntu will be standing in on my behalf, because itakuwa kwamba nitakuwa pale kwenye maandalizi pale, and then I'll see you on but by the way I'll just try ili kama iwe vizuri kwetu, I'll just do all actually everything wakisha kwa mambo yako vizuri, so that our brother will take over from tomorrow, na nitakuja hapa on the light of the same on Sunday. Itakuwa ni vizuri, tutapatana hapa on Sunday, but kesho Pastor Bishop James atakuwa hapa na my brother Kudukundu. Alright, goodbye for now. Tupatane pale on Sunday na ndugu Eric Smith kwa njia iliyo nzuri ajabu. God bless you. God bless you. God bless you.